Bwana Yesu asifiwe. Waamini wote wa Adventista wa Sabato, kwa kazi kubwa mlioifanya ya ujenzi wa kanisa la Mungu, hongereni sana. Nyinyi msingekuwa na maono, leo tusingekuwa na nyumba mzuri ya kuabudia kama hii. Lakini mngekata tamaa kwamba jengo hili lina thamani kubwa, na sisi wa Adventista wa Sabato hatuna uwezo mkubwa wa kifedha, leo tusingekuwa mahala hapa kuweka wakfu jengo hili. Kwa hiyo ndoto zenu, maono yenu, lakini haba na haba imejaza kibaba. Kwa hiyo tunaweza kujenga makanisa bila msaada wa wageni. Tunaweza kuinua uchumi wa nchi yetu pia bila msaada wa watu wengine. Huu ni mfano. Kwa hiyo hongereni sana. Ninapenda pia kutoa shukurani zangu za dhati kabisa kwa Baba Askofu Mkuu na askofu wetu wa Nyanza na viongozi wote wa Adventista wa Sabato kwa ushirikiano mkubwa sana. Sisi tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano, na siku zote ushirikiano ndio unaoleta mafanikio. Kwa hiyo tuendelee, na serikali itaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kabisa kwa kanisa la Adventista wa Sabato ili liweze kuendelea kuimarika zaidi na zaidi. Lakini pia katika kipindi kanisa la Adventista wa Sabato limeendelea kuwajenga na kuwasaidia Watanzania kiroho, mmekuwa pia mkiwasaidia kimwili kwa kuwawezesha kupata maji safi na salama, elimu, huduma za afya kupitia shughuli mbalimbali mnazozifanya. Ninazo taarifa kuwa mnacho chuo kikuu kilichopo Arusha, yani Arusha University. Mnayo hospitali ikiwemo hospitali ya SDA Ilemela, shule za sekondari na msingi. Bila shaka mnawakumbusha na kuwasaidia wanafunzi wetu kutekeleza maelekezo ya Biblia takatifu katika kitabu cha Mithali, ni uzima wako. Kwa hiyo endeleeni kujenga shule, endeleeni kufuta umaskini, endeleeni kufuta ujinga, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutakuwa tunatekeleza maelekezo ya Biblia na mpendwa wetu, mwalimu wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali nawapongeza kwa jitihada zenu. Kwa hiyo asanteni sana na hongereni sana. Ni imani yangu kuwa waumini mmoja mmoja au vikundi wakiwa na nguvu ya kiuchumi, kanisa litakuwa na nguvu kiuchumi, na hivyo hivyo serikali tukishirikiana nayo kuimarisha uchumi wa nchi, basi hata mambo yetu ya ibada yatakuwa mazuri. Naomba kadri Mungu atakavyowajalia muendelee kuona uwezekano wa kuimarisha eneo hilo la kiuchumi kwa waumini wetu, ili wajiamini na kuwa waumini wazuri zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, katika taifa letu pia tunayo mambo ya maadili mema kwa jamii. Nafikiri sasa hivi kanisa mnafahamu kwamba tunazo changamoto nyingi za kimaadili. Kwa hiyo kanisa msiwe nyuma. Wito wangu kwenu, naomba muendelee kuisaidia serikali katika kujenga maadili mema kwa jamii yetu. Mnalo kundi kubwa la waumini wanaowategemea. Tutumie fursa ya kuwa na kundi hili la waumini kuwapelekea habari njema za kiroho, ili wawe na utamaduni wa kuwa na matendo mema kwa kutumia imani yao ya kisabato. Tuwakumbushe wajibu wao wa kuishi maisha yenye maadili mema ya kiroho. Tuwajengee imani njema itakayoambatana na matendo mema. Tukishirikiana vizuri kati ya serikali na viongozi wa dini hii, hususan wa Adventista wa Sabato, tutajenga taifa la watu lenye watu waadilifu, na hivyo kupunguza kero nyingi katika jamii yetu. Watu wetu wakiwa sio waadilifu, hata waumini wetu pia watakuwa ni sehemu ya janga hilo la ukosefu wa maadili. Tunaomba muendelee kuiunga mkono serikali yetu na muiwezeshe kufanya kazi hiyo. Tunaomba ushirikiano wakati wote, na tunaomba muendelee kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kuiombea serikali anayoiongoza katika sala zenu za kila siku,
ili aweze kutuongoza kwa haki na kuwaletea Watanzania maendeleo. Kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Mithali aya ya 29 mstari wa 2 ya kuwa wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Kwa hiyo tumwombee rais wetu awe rais wa haki, ili haki kitawala, basi na sisi tuongozwe kwa haki. Lakini Biblia takatifu pia imeeleza katika Warumi sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 2, na nukuu, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa hiyo swala la kuitii mamlaka ni swala la kibibilia. Kwa hiyo ukiona kiongozi wa dini anawasisitiza waumini wake kuitii mamlaka iliyoko madarakani, huo sio upambe, ni wajibu wake. Sasa hivi kunakuwa na lugha nyingi. Viongozi wa dini wanapotimiza maagizo haya ya kibibilia wanaitwa majina mengi, huyu mpambe, yule ni chawa wa serikali. Si kweli. Mwenyezi Mungu anatutaka tuitii mamlaka, kwa sababu hakuna mamlaka ya dunia ambayo haijawekwa na yeye. Hata ikiwa ni balozi, tumtii kwenye sehemu yetu. Hata akiwa mwenyekiti wa mtaa, ana mamlaka kwenye mtaa huo. Sasa tusipofanya hivyo, tukadharau mamlaka, nchi kisambaratika, hatutapata uhuru wa kuabudu ambao leo tunao. Lakini kama hakuna amani, tunamaliza kujenga leo kanisa zuri kama hili, kesho linabomolewa. Waumini watakuwa na wasiwasi, hawawezi kuja kwenye ibada. Mchungaji, kama waumini hawatakuja kwenye ibada, hata hiyo sadaka utaitoa wapi? Kwa hiyo ni lazima tusisitize juu ya amani ya nchi yetu. Lakini nimezungumza uhusiano mzuri baina ya serikali na dini. Naomba nimalizie kwa kusema vitu hivi viwili havitenganishiki. Ni sawasawa na sarafu yenye pande mbili. Upande mmoja una kichwa cha baba wa taifa, upande mwingine una mwenge. Ndio sawasawa na dini na serikali. Ni vitu ambavyo vinategemeana. Viongozi wa dini wanaitegemea serikali, na serikali inawategemea viongozi wa dini, kwa sababu sisi wote mteja wetu ni mwananchi, ambao ndio hawa wako. Wanapokuwa humu ndani ya ukumbi wanaitwa waumini. Wakishaondoka nje ya ukumbi pale mlangoni, mimi nawaita wananchi wangu. Kwa hiyo tunawatumia kwenye maeneo tofauti, lakini ni hawa hawa. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana. Kwa hiyo naendelea kuhakikishia viongozi wa Adventista wa Sabato pamoja na ndugu zetu wanaounga mkono kazi zinazofanywa na serikali kwamba serikali itaendelea kuwa pamoja na nyie. Sasa wakati ninaelekea kumaliza hotuba hii, niwakumbushe tu na kusisitiza. Moja, kusisitiza kuhusu umoja na mshikamano. Watanzania tuwe wamoja. Tusiangalie dini zetu. Mimi ni Muislamu, lakini rafiki yangu ni Beatus Mlozi, baba askofu yule pale. Lakini leo niko hapa. Hata ningeenda kule Roman Catholic pia wangenikubalia na ningeingia, kwa sababu ya umoja na upendo ambao umejengwa. Kule ambacho watanikatalia tu ni yale mambo ya sakramenti, kwa sababu mimi sijabatizwa. Lakini sisi ni wamoja. Sisi pia tunaangalia umoja wetu ni zaidi ya makabila yetu. Jamhuri yetu haina kabila bora na kabila dhaifu. Mimi natoka Lindi huko, naitwa Mwera. Hapa Mwanza ni Wasukuma, lakini hakuna binadamu aliye bora kwa sababu ya kabila yake. Kabila haina uhusiano wote ule na ubora wa mtu. Mtu bora ni yule anayemwogopa Mungu na anayemtumikia Mungu. Kwa hiyo mbora mbele ya Mungu ni mcha Mungu, sio mwenye kabila kubwa, sio mwenye dini fulani. Unaweza ukawa wewe Saidi Muislamu,
lakini matendo yako yote hayana uhusiano na matendo mema, bado huwezi kwenda mbinguni. Kwa hiyo tuimarishe umoja na mshikamano. Lakini hata Biblia inasema, na nanukuu katika Zaburi, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Helmoni ushukao milimani pa Sayuni. Kwa hiyo tazama ndugu wakikaa vizuri kama hivi kwa umoja, inakuwa ni jambo bora kabisa. Leo mashehe wako pale na kofia zao wako kanisani. Kwa nini? Kwa sababu ya umoja na upendo, kwa sababu ya undugu uliosisitizwa kwenye Biblia. Na wao hawaoni wao ni bora kuliko nyie, ndio maana wako hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana, na ndio maana serikali tunayo kauli mbiu inayowaunganisha viongozi wa dini, tunayosema dini mbalimbali, amani na upendo kwanza. Mkoa wetu wa Mwanza umejipanga kuhakikisha kuwa mwezi wa 10 mwaka huu unasimamia uchaguzi kwa kuzingatia haki, uhuru, sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi. Kwa sababu tukishayasimamia haya, kila mtu akapata haki yake, hakutakuwa na vurugu katika uchaguzi. Kwa hiyo mwisho ninawashukuruni sana kwa kunialika. Serikali itaendelea kushirikiana na kanisa hili, na mimi niwapongeze kanisa hili. Ni kanisa ambalo kwa kweli hata viongozi wake wamejikita katika kuimarisha imani za waamini wao, wakitegemea ufalme wa milele. Sio viongozi wanaojikita kufanya shughuli ambazo sio rasmi kwao. Kwa hiyo tuendelee kutimiza wajibu wetu huo, na sisi serikali, mtakapokuwa na ushauri wowote ule wenye nia ya kuijenga nchi yetu, tuko tayari kuwasikiliza, kwa sababu nyinyi viongozi ni watu muhimu sana kwa mustakabali wa nchi yetu.